Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Na ndugu zangu Waislamu, tuendelee kuitizama historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atazungumzia yaliyojiri katika mwaka wa 3 wa Hijra. Hawadithu ni matukio. Fi sanati thalithati min al-hijrati, katika mwaka wa 3 wa Hijria, zawaja Rasulu sallallahu alaihi wasallam bintahu Kulthum. Katika mwaka wa 3 Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwozesha binti yake Kulthum li Uthman ibn Affan, kwa Uthman ibn Affan, baada an matat Ruqayyatu indahu, baada ya Uthman kufiwa na mkewe Ruqayya, ambaye pia huyo Ruqayya ni binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walihadha sumia Dhun-Nurain, na kwa hili ndipo Uthman akaitwa Dhun-Nurain, yani mwenye nuru mbili. Maana yake amemuoa mtoto wa kwanza Mtume aitwa Ruqayya, kisha binti huyo alipofariki akaozeshwa Kulthum, hivyo akapata bahati sahaba huyu kuitwa Dhun-Nurain. Wafiha tazawaja alayhi salatu wassalam Hafsata bint Umar ibn Khattab. Ndani ya mwaka huo wa 3 Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuoa Hafsa binti Umar ibn Khattab wa Zainaba binta Khuzaimah al-Hilaliyah, na pia alimoa Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyah. Wafiha wulida al-Hasan ibn Ali, na katika mwaka huo wa 3 pia Mtume na katika huo mwaka wa 3 alizaliwa Hasan ibn Ali. Wafiha hurrimat al-khamru tahriman qat'iyya, na ndani ya mwaka wa 3 imeharamishwa pombe uharamu wa moja kwa moja, lidharariha fil aqli, kwa sababu ya madhara yake katika akili, waljismi, na madhara yake katika mwili, walmal, na madhara kwenye mali. Wakanat ghaira muharramatin fi awal islam, na pombe ilikuwa haikuharamishwa mwanzoni mwa Uislamu. Thumma hurrimat tadrijan, kisha ikaharamishwa hatua kwa hatua, limahabbati al-arabi laha, kwa sababu ya mapenzi ya Waarabu namna walivyokuwa kiipenda pombe, wa suuba tarkiha, na ugumu wa kuiacha kwake. Kwa hivyo hivi ndio namna pombe iliyoharamishwa hatua kwa hatua, na haya ndio matukio ambayo yalijiri katika mwaka wa 3 wa Hijria. Hivyo ndugu yangu Muislamu, usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata mazuri mengine insha Allah. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.